Hii harufu tumeanza kusikia tangu asubuhi. Saa 12 tupeleka watoto shule ndio tumesikia harufu. Na tumetafuta mzee wa mtaa ndo amekuja. Hakuna polisi mwenye amefika wala hata huyo MCA ama mtu yote mwenye amesongelea hapa karibu. Yaani hakuna serikali yenye imehusika hapa. Ni mzee wa mtaa peke yake na kidole kimoja kivunje chawa. Tangu 6 tumepigia polisi, hakuna mwenye anashughulika na kitu chochote. Alafu kitu kingine, hapa Junda hatuna usaidizi. Ikifika times kama shida kama hizi, hakuna usaidizi kabisa. Imagine tangu 6 mpaka saa hii hakuna usaidizi wowote. Hebu niambie Junda sisi tunapata shida gani? Sasa asubuhi nimeamka napiga mswaki ndio kapita mtu akaniambia hapo nyuma kwa duka ya Msomali kuna mtu amefariki. Nikifika hapo tundoona kijana ndio amefariki. Na kijana ni mtu afanya kazi ya tuktuk. Ni kijana mdogo, mtu kama miaka 26 hivi. Na huwa ni mtu ambaye hana mambo mengi. Yake roka asubuhi anafanya kazi yake, jioni anarudi. Kitu limpeza hapa kuna naye akinunua samaki. Siku ya Ijumaa hapo kuna mama anatengeneza samaki. Anatoka asubuhi na pia akirudi ni jioni, na sisi ni kama tu jirani. Vile vile watu tulikuwa tunapeleka watoto wetu shuleni, ndio tukaanza kusikia harufu. Baada ya kwenda peleka watoto shuleni ndio tukaja tukakuta tayari hapa majirani wamejaa hapa, na ndio tukaingia hapo ndani. Tulipoingia tunachungulia hapo ndani kulikuwa kuna wao sasa marehemu mwenye amekufa. Sasa ndio watu wakazunguka na huko nyuma, ikabidi tukate ile dirisha pale ndio tuweze kufanya nini kuona vizuri kule ndani. Mimi nimepigiwa simu asubuhi ya kitu kama saa 1 kasoro, na mimi nikachukua hatua ya kumpigia chifu, manake yeye ndio mkubwa wangu na tumeshirikiana hapa, na yeye pia akapiga simu police station. Lakini sasa ajabu ni kwamba kutoka masaa hayo mpaka saa hii hakuja maaskari wote.